Fiwe. Lakini yuko adui yetu ambaye anafanya tusikue kiimani, tusikue kiroho, tubaki pale pale. Bwana asifiwe. Amina. Leo tutakwenda kuangalia mambo mawili tu ambayo tutaangalia leo, ambayo yamesimama kama adui wa imani. Amina. Tunaelewa kwamba adui yetu ni Shetani, lakini huwa na mambo anayotumia anayosababisha kutupelekea sisi tudumae au tusikue kiimani. Amina. Sababu naamini kila mtu anapenda kuomba, si ndio? Kila mtu anapenda kumwabudu Mungu, kila mtu anapenda huduma ikue, anapenda maisha yaweze kuwa vizuri ya kiroho. Amina. Lakini kwa nini wanashindwa? Kwa nini wengine wanabaki pale pale? Amina. Ni kwa sababu yuko adui ambaye anazuia hawa wasiendelee. Bwana asifiwe. Haleluya. Na namba moja, kama unaandika namba moja, kitu ambacho kisimama kama adui imani, namba moja ambacho adui anakileta kwetu kinasimama kutufanya tusikue kiimani, na kimesimama kama adui wetu wa kuinuka kiimani. Namba moja, andika roho ya uzito. Andika roho ya nini? Ya uzito. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya uzito. Adui amekuwa kitamani sana sisi tusikue, sisi tusiinuke kiimani. Hivyo amekuwa akituletea roho ya uzito, na huo uzito unapelekea sisi tusiweze kuinuka. Tusiweze kuinuka kiimani, tusiweze kuinuka kiroho. Bwana asifiwe. Naamini kila mtu hapa anatamani aweze kumtafuta Mungu kwa bidii sana, aweze kumtafuta Mungu kwa viwango vya juu sana, ili imani ikue na kiroho chake kiongezeke, lakini hatuwezi kwa sababu kuna roho ya uzito inaachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa roho ya uzito inafanya nini? Inaachiliwa. Na adui ameshaelewa tu kabisa kwamba hawa nikiwawekea roho ya uzito hawezi wakainuka, kwa sababu kila mtu anaelewa faida za maombi ni nini. Amina. Kwamba nikiwa ni muombaji, basi nitakuwa ni mtu anayetembea na Mungu kwa viwango vya juu sana. Bwana asifiwe. Na mwombaji mmoja anaitwa Musa, kwenye Biblia alienda, Biblia inasema alienda kwa na Mungu siku 40. Alipotoka kwenye uwepo wa Mungu pale, akaja huku kwa wana wa Israeli, wale watu wakamuogopa. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu wametoka kwenye uwepo wa Mungu. Kwa uwepo wa Mungu umetembea ndani ya mifupa yake, ndani ya nyama yake, ndani ya mwili wake. Watu wakauona wa utukufu, wakaona uso wake umeng'aa kama malaika. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu ametoka ndani kule kwenye uwepo wa nani? Wa Mungu. Kwa watu tunaelewa kama tukikaa vizuri na Mungu, tutakuwa tunang'aa sana, tutatembea na uwepo wa Mungu sana. Bwana asifiwe. Lakini kwa nini hatuwezi? Kwa nini watu tunashindwa? Ni kwa sababu adui anaachilia roho ya uzito. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaachilia roho ya nini? Ya uzito. Umekuwa ukitamani kuomba, unapoamka kuanza kuomba, unaomba dakika 1 2, ndani unasikia uzito sio wa kawaida. Hiyo roho imeachiliwa kushindana wewe, na inakushinda kama ukikubali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umekuwa ukitamani kusoma neno, watu wanasoma neno, ghafla unasikia unakuja usingizi mzito. Hiyo ni roho ya uzito imeachiliwa, kwa sababu wanaelewa ukisoma hilo neno ukaelewa, kuna kitu utaongezeka. Kwa hiyo inaachiliwa roho ya uzito ili mradi ubaki pale pale, usiweze kusoma, usiweze kuomba. Bwana asifiwe. Na kuna saa unapanga kabisa kwamba sasa hivi nitakuwa na maombi, nitafunga na kuomba, au sasa hivi nitakuwa na maombi ya usiku, nitakuwa naamka usiku labda saa 7 saa 8, nitaamka nitakuwa nalitia jina la Bwana. Lakini ghafla unashangaa unaamka ule muda, alafu unashindwa kuamka kuomba. Bwana asifiwe. Unaamka saa 7 saa 8, unaamka kabisa, unatoka na nje sometime, unaenda na haja sometime, ukirudi usingizi unakuwa mzito, unalala. Hiyo roho ya uzito imeachiliwa, ukupinga wewe usiweze kuinuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yes. Kuna sana tamani kwamba sasa hivi sasa nitaanza kutembea labda kumshuhudia Kristo kwa watu. Nikitoka hapa nitamshuhudia Bwana kwa watu. Lakini unapofika unashangaa uzito unakuweka, unashindwa. Roho uzito ukishaachiliwa, mtu hawezi kuinuka tena. Anabaki pale pale, au anadumaa kabisa.
Maana maandiko amesema kwenye Warumi, amesema kwamba tunashindana na kushinda. Bwana asifiwe. Anasema kama tunashinda na zaidi ya kushinda kwa sababu Mungu ametupenda. Hasa kama tunashinda, maana kuna ushindani. Kuna yule ambaye tunashindana naye, lazima tumshinde. Bwana asifiwe. Na kama tukikubali kushindwa, basi tutadumaa. Tutabaki pale pale. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu wengi wamekuwa miaka nenda rudi, wako pale pale, hawawezi kuinuka. Wako pale pale, hawawezi kuinuka. Wanamtafuta Mungu kila siku, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wako pale pale. Bwana asifiwe. Yaani yule mtu anakuta kanisani ana miaka zaidi ya 5, lakini hawezi kuomba lisali moja masaa mawili, hawezi. Mwenyewe hawezi. Bwana asifiwe. Ana miaka kadhaa ndani ya kanisa, lakini hawezi kufanya jambo zuri lote la kiroho ambalo litamfanya akue. Amina. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna roho ya uzito imeachiliwa. Na ile uzito kishaachiliwa, ikikaa ndani ya mtu, ikamshikilia mtu, na maana huyo mtu hawezi kuinuka, hawezi fanya jambo lolote la kiimani akaweza kuwa na uendelevu. Na kuna saa wengine wanaanza maombi, wanaanza kumtafuta Mungu, wanaanza kuweka namna kusoma neno, lakini hawana uendelevu. Wanaenda baada ya muda kadhaa wanaishiwa nguvu, wanarudi nyuma, wanasimama. Ile roho ya uzito inaachiliwa. Kwa hiyo inamfanya mtu asiwe na uendelevu tena wa mambo ya kiimani. Ndio Daudi akasema kwenye Zaburi ya 51 mstari wa 12. Andika hiyo. Zaburi ya 51 mstari wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema jambo la maana sana hapo. Amina. Anaongea jambo moja zuri sana hapo, anamwomba Bwana. Haleluya. Mmoja anisomea hapo. Hiyo Zaburi ya 51 mstari wa 12. Zaburi ya 51 mstari wa 12. Anasemaje hapo? Zaburi ya 51 mstari wa 12. Anasemaje? Unirudishie furaha ya wokovu wako. Furaha ya wokovu wako. Unitegemeze kwa roho ya wepesi. Unitegemeze kwa roho ya wepesi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Bwana. Daudi katika kushibaki kote na Mungu amekaa akaelewa. Asema kuna mambo naona siendi sawa. Kuna namna ambavyo natamani mtafute Mungu lakini nashindwa. Akamuomba Bwana wakati ule, akasema naomba unirudishie furaha ya wokovu wako na unitegemeze kwa roho ya wepesi. Alikuwa anaomba wepesi wa mambo ya kiroho, aweze kuwa mwepesi, awe na wepesi uko rohoni. Bwana asifiwe. Sababu uzito ukiachiliwa, roho yako haiwezi kufanya ibada. Sasa Daudi anasema kwamba Mungu nitegemeze mimi kwa roho ya wepesi, ili niweze sasa kukutafuta wewe kwa wepesi, ili ambavyo utasema na mimi niweze kudaka ambacho nazungumza na niweze kukielewa kwa wepesi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sometimes aliona anamtafuta Mungu, na kuna mambo Mungu anazungumza naye lakini haelewi. Kwa sababu kuna roho ya uzito imeachiliwa hapo, haelewi. Na Mungu anasema na sisi mara kwa mara, lakini kuna namna tu hatuelewi kwa sababu kuna roho ya uzito imeachiliwa. Hiyo roho ya uzito kwa sababu imeachiliwa, tunashindwa kudaka mambo ya rohoni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno kwenye mahali fanya maandiko amesema, Waebrania 12 pale, Waebrania 4:12 amesema kwamba, Waebrania 12 anasema neno la Mungu li hai tena lina nguvu, hata hii kali kuliko upanga wote wao kuwili. Anasema tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. Bwana asifiwe. Anasema na kutenganisha viungo na mafuta yaliyo ndani ya nafsi. Hasa nafsi ya mtu ikiwekewa uzito, roho ya mtu haiwezi kufanya ibada. Nafsi ya mtu ikiwekewa uzito, ina maana roho ya mtu haiwezi kudaka mambo yatokayo rohoni huko kwa Mungu. Amina.
Wachana anaweka yale mafuta ambayo yanakaa kwenye nafsi ya mtu. Haya mafuta ndio uzito wenyewe unaachiliwa na adui, ambao unakaa hapo kudaka. Mambo ya rohoni yakija nishia huko na hayaji huko mwilini. Bwana asifiwe. Na kuna saa tupo kanisani hapa, amina. Natamani tuwe na ibada fulani hivi ambayo itakuwa na uvuvio wa nguvu za Mungu. Tutamwona Roho Bwana akishuka hapa mahali, akitumia kabisa ulimi zetu tukinena kwa lugha, tukiomba tukiwa tumezama rohoni. Lakini kuna saa hatuwezi. Tunaomba muda kadhaa, tunaishiwa nguvu, hatuendelee kuomba. Bwana asifiwe. Hapo kuna roho uzito inaachiliwa. Na masana unaweza kuingia baadaye unakuona kama ibada hii ina uzito sana. Hii ibada mbona kama sijapokea kitu? Ni kwa sababu kuna uzito umeachiliwa. Na Daudi akasema, Bwana, unitegemeze kwa roho ya wepesi, ili uweze kuwa mwepesi wa kudaka mambo ya rohoni. Sababu Mungu wetu ni roho. Kama Mungu ni roho, na anasema anawatafuta wote wanaomwabudu katika roho, na sababu yeye ni roho, na ili tuweze kumwabudu lazima tuzame katika roho. Amina. Bwana asifiwe. Sasa hivi tuzame katika roho, lazima tuwe wepesi kudaka mambo ya rohoni. Tuko hapa mahali kwa mfano uko vizuri na una wepesi ndani yako. Ukiwa mahali hapa, sifa inaendelea, wewe unadaka connection na mbingu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Hebu nisomee Methali. Methali 16. Anasemaje? Methali 16 mstari wa kwanza anasemaje? Methali 16 mstari wa kwanza anasemaje hapo? Methali 16 mstari wa kwanza. Anasemaje? Methali 16 mstari wa kwanza. Mithali 16. Yes, mstari wa kwanza anasemaje? Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sababu Methali anasema kwamba maandalio ya moyo ni ya nani? Ya mwanadamu. Kwa mwanadamu ana jukumu la kuandaa moyo wake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndani yako una jukumu la kuandaa nini? Moyo wako. Sio Mungu auandae moyo wako, wewe una jukumu la kuandaa moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni hekalu la Mungu, na Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Kwa lazima uandae moyo wako kwa ajili ya kutoka vitu rohoni vije huku mwilini, ili vidaki kisawasawa kwenye ufahamu wako. Mbona ile jengo hili? Hili jengo fuli limejengwa, si ndio? Liko tayari muda wote kupokea watu waje wafanye ibada hapa mahali. Si ndio? Na sisi hii miili yetu ni hekalu, ni kama hili jengo. Mungu anakuja muda mwingi kufanya ibada na sisi. Ila kama nafsi imefungwa, imeweka uzito, Mungu atakuja kufanya ibada na sisi ila hatutaelewa. Sometimes tunafanya ibada lakini ibada haziingii rohoni, huko zinaishia hapa tu. Bwana asifiwe. Nasema nimeingia kanisani leo nimetoka mkavu. Kwa sababu maandalio ya moyo hujauandaa moyo wako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Daudi akasema nitegemeze Mungu kwa roho ya wepesi. Amina. Ili sasa niweze kudaka mambo ya rohoni. Ili kama ni ibada ninayoifanya, basi nifanye ibada ambayo nitaifurahia na mimi pia. Amina. Sababu ukiwa mwepesi kuandaa moyo wako, sawa? Roho ukawa na wepesi, ndani huko roho itakuwa nyepesi kufanya ibada. Ndani roho kishakuwa nyepesi kufanya ibada. Ukifika hapa mahali sasa, mwimbaji sifa anavyoimbisha sifa, badala ya kusema usikilize anavyoimbisha kama yuko rohoni au yuko mwilini, wewe unadaka tele moja kwa moja connection wewe na mbingu. Bwana asifiwe. Na mahali hapa kuna madhabahu. Wewe ni madhabahu. Madhabahu yako na madhabahu ya hapa vinashikana namna hii. Vinashikana namna hii, inakuja connection kutoka madhabahu ya mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa huko mahali hapo namfanyia Bwana ibada, lakini roho yako inakuwa imedaka connection kutoka wapi? Kutoka mbinguni, sababu umeuandaa moyo wako. Umekuwa mwepesi. Amina. 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 Ndio wale wasema nitegemeze kwa wepesi. Sana wakati ambao unaona kabisa kuna uzito na una haja kumwambia Mungu nitegemeze na mimi kwa roho ya wepesi, ili mimi niweze kufanya ibada ambazo nitazifurahia. Amina. Niweze mimi kuinuka kinini kiroho. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya, watumishi wa Bwana. Hebu sema Mungu tegemeze kwa roho ya upesi. Na shetani ameshaelewa kabisa kwamba nikiwaachilia tu uzito hawa watu kwenye kila eneo hili la kudaka mambo ya rohoni, hawezi wakainuka. Huduma zao haziwezi zikakua. Maisha yao ya kiroho hawezi yakastawi. Watabaki pale pale, miaka nenda rudi. Haleluya, watumishi. Amina. Sasa ndio maana Mungu anatamani watu tumwabudu yeye katika roho na kweli. Hai tuweze kumwabudu Mungu katika roho na kweli, lazima tuwe na maandalio ya moyo. Na hayo maandalio ya moyo tuweze kuandaa mioyo yetu vizuri. Lazima tuombe Mungu atutegemeze kwa roho ya nini? Ya wepesi. Amina. Ndio unakuwa mwepesi hata kutoka nje kwenda kumshuhudia Yesu, inakuwa ni vyepesi tu. Bwana asifiwe. Basi kuna tangazo, kuna maombi hapa mahali. Roho yako inakuwa nyepesi kudaka. Na unakuja kwenye maombi unafanya maombi. Bwana asifiwe. Labda kuna ibada hapa mahali, roho inakuwa nyepesi kuja kufanya nini? Ibada. Roho ikiwa nyepesi, hata Mungu akisema na wewe, pakiwa na wepesi uko ndani, Bwana akisema na wewe unakuwa vyepesi kumsikia na kumuelewa anachosema. Kada Mungu anakupa maelekezo fulani. Kwa mfano kama Musa. Musa alipewa maelekezo na Bwana, sawa? Kwanza aliona kijiti kinawaka moto lakini hakiteketei. Asema nitasogea nione haya maajabu makubwa. Bwana asifiwe. Sasa ndani ya Musa palikuwa na wepesi wa kudaka. Amina. Kwa alivyoona tu ni Mungu alimvuta akamuita njoo. Sasa kuna saa Mungu atuonyesha ishara kwamba nakutaka wewe njoo, lakini hatuelewi kwa sababu kuna uzito umekamata nafsi zetu. Mara nyingi Mungu amesema na wewe kwamba umtafute, lakini unashindwa kumtafuta kwa sababu kuna uzito umefanya nini? Umekaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Leo lazima uwe mwepesi. Uwe na nini? Mwepesi. Na ndio maana Yesu akatoa mfano kwenye Mathayo, kwenye Marko, sawa? Akatoa mfano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akatoa mfano, akasema kuna neno la Mungu ni mbegu, sawa? Na neno la Mungu sababu ni mbegu, alienda likapandwa, sawa? Na katikati ya watu waliopanda kupandwa, kuna wengine ndani yao ni kama njia. Lilipandwa neno, liliingia neno, likawa kama lilipita njiani. Bwana asifiwe. Linaingia alafu halikai, linapitiliza. Linaingia linatokea huku. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ya uzito uliokaa kwenye nini? Nafsi ya moyo wa mtu. Kama hali hapa leo nipo nafundisha kama hivi, si ndio? Alafu nasema nimefundisha tasfono hili somo la adui wa imani, si ndio? Nika hapa nafundisha, mtu akitoka badani hapo kimuuliza, "Wewe leo umejifunza somo gani kanisani?" Na utaelewa umejifunza nini. Hakumbuki. Bwana asifiwe. Neno limekuja ila limefika na kupitiliza. Limepandwa kwenye njia. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine anasema wamepandwa kwenye miamba. Amina. Kwamba neno la Mungu limekuja, amelisikia na kulielewa, akalipokea kwa furaha, akalipokea kwa shangwe, lakini viki na uzia vikija, neno linakosa nguvu, linashindwa kuzaa matunda. Maana kama mtu umesikia neno vizuri kwamba vita vyetu ni vya kiroho, hatupaswi kabisa kupambana kimwili. Bwana asifiwe. Imetoka mtu amesema sasa nitapambana rohoni. Mtu akinikolofisha nitamuingilia rohoni, nitapiga maombi rohoni huko. Akifika mtaani huko, ajikutana na vita, sawa? Anakuwa mepesi kujibu. Anakuwa mepesi kutukana, mepesi kugombana. Bwana asifiwe. Nao lilikuja akalielewa, akalipokea kwa furaha, lakini limeshindwa kuingia kuzaa matunda. Viki na uzia vikija, yeye nao linakosa tena halizai. Ni sababu ya uzito uko ndani. Sana wakati ambao vita imekuja, sana wakati ambao viki na uzia vimekuja ile kulishambulia ile neno, kwa sababu ya ule uzito uliokaa kwenye moyo, anashindwa kuliapply ile neno pale mahali, alafu anaanza kufanya tukio lisilokuwa la kawaida. Anapoteza ushuhuda pale mahali. Amina. Anapoteza nini? Na mtumishi wa Mungu mmoja niliyoambia alikuwa na mazao yake sehemu.
Alafu vijana wa ng'ombe wakaja wakachunga zile ng'ombe zikalisha yale mazao. Yule mtumishi akaja akamata wale vijana akawatandika sana. Na anapowatandika naambia nawapiga na mbinguni naenda. Yesu asifiwe. Nawapiga na mbinguni na nini? Vita vyetu si vya mwilini, ni vya roho. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Huyo kuna sana wakati lazima uwe na wepesi ndani. Amina. Sasa kuna wengine mbegu neno la Mungu limepandwa limekuja kama hivi. Lakini ndani yao ni kama kuna miiba miiba mingi imekamata na mizizi mingi imeshika ile na kwa ile halizai. Yaani wingi wa shughuli na mali za dunia hii na tamaa za dunia hii zinamsonga songa, anakuta ile neno halizai. Bwana asifiwe. Tupo bado kama hivi, si ndio? Neno limekuja kama hivi. Bwana asifiwe. Alafu huyo mtu alipokea kwa furaha. Ila akitoka ndani hapa hana anachokumbuka. Hana anachofanya nini? Kukumbuka. Bwana asifiwe. Na kuna saa hapo baadaye lakini unakuta unawaza hivi, ile fana mbele langu hii najanipa hela yangu. Ile fana yule kwani nifuatilie kabisa yule. Yule kwani mbele yangu yule. Yule si mpaka miaka mipili mpenda sasa hivi yule. Neno linakuja lakini wewe huko hapa kimwili ila moyo wako hauko hapa. Bwana asifiwe. Na uzito unaachiliwa unashindwa kudaka mambo ya wapi? Kwa ule usikivu wako wa kusikiliza mambo ya rohoni, wa kumsikiliza Mungu unakuta haupo tena. Roho ya uzito. Bwana asifiwe. Hebu sema roho ya uzito. Sana kishaachia roho ya uzito ndani ya mtu, huyo mtu hawezi kuinuka tena. Hata Mungu akisema hasikii na kuelewa. Na hata akisikia na akaelewa kwa muda, ndio anashindwa kulifanyia kazi. Sasa ndio uzito. Amina. Anasema na wengine wamepanda sasa kwenye udongo mzuri, anasema wengine wakazaa 30, wengine wakazaa 60 na wengine wakazaa 100. Na pia hata nao ambao neno la Mungu limepanda kwenye udongo mzuri, wako wengine kwa mafungu, wengine wameenda wakazaa 30, wengine 60, wengine 100. Amina. Ndio wale sasa ambao wanalisikia neno kama hivyo wanalichukua, alafu wanaenda wanalifanyia kazi. Waliingiza kwenye maisha ya kwao. Amina. Bwana asifiwe. Sababu yeye Mungu amesema kwenye Isaya kwamba kama mvua itokavyotoka juu mbinguni na kushuka chini na kunyeshea ardhi na kuifanya ardhi ichepushe mimea na kumpa alimaye chakula, ndivyo neno lake Mungu anapolituma halitarudi bure. Tena sema halitafanikiwa na kustawi kwenye kile eneo ambalo amelituma. Amina. Sasa neno linakuja ndani ya moyo wa mtu. Huo moyo wa mtu ukiwa na uzito, huo moyo wa mtu hauwezi kwenda kuzaa. Amina. Neno linadumaa ndani ya mtu inakaa tu. Haleluya. Lakini moyo wa mtu ukikutwa ndio umeshauandaa vizuri, ndani yako umeshamwambia Bwana kuna wepesi. Neno linapokuja ndani yako, unalichukua unalielewa. Alafu kisha unaliingiza kwenye mchakato. Unaanza kustawi. Unaanza kuzaa, unaanza kuona nini? Matunda. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo hata imani yako inaongezeka, ndipo imani yako inakuwa, nawe pia unaanza kuwa mtu miongoni mwa watu ambao wametembea na Mungu kwa viwango vya juu zaidi. Asa iwaje tu tuishie kuwasoma kina Paulo, kusikia habari za kina Moses Kulola, tusikie tu habari zao, alafu sisi tusiinuke tukawa kubwa na sisi kiimani. Kwa nini? Bwana asifiwe. Lazima turudi kumwambia Bwana atutegemeze kwa roho ya nini? Ya wepesi. Amina. Bwana asifiwe. Hebu tusimame. Mama kwa muda mchache. Amina. Bwana asifiwe. Tumche tenzi, alafu tutaendelea. Amen. Moja kwa tenzi hapo ya rohoni. Sasa tuimshie tenzi ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Tuzo rohoni. Namba 7. Hebu fungua tenzi namba 7 hapo. Hii ndio watu kwa roho kwa kutuzama rohoni kabisa. Alafu tutaendelea.